Hujambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, ninakusalimu mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kila laheri. Mimi ni wako Zake Chubaka Pascal ambaye uko nami kwa muda huu. Nikombe ungana nami mwanzo hadi tamati ya haya niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Na ndugu msikilizaji, niite sauti ya mzalendo. Nikuombe tu usiweze kusahabu kujiabone na uweze kulike, yani kugusa kwa kidole okay hapo chini, ili uwe kwanza kuweza kupata yale ambayo tutakuwa tukiyatuma kila wakati, maana tuko hapa kukujuza kila yanayojiri. Na katika niliyokuandalia leo hii ni kwamba mazungumzo kati ya waasi wa M23 dhidi ya serikali ya DRC yanaendelea huko nchini Qatar, mjini Doha, huku wakizungumza kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC, huku waasi wa M23 wakiomba kuweza kutatuliwa swala lao ambalo wao wanashutumiwa kuwa wanaungwa mkono na Rwanda, huku wakionewa na serikali kama sehemu ya Rwanda iliyoko mashariki mwa DRC. Ripoti kamili naye Paul Nzioki. Ripoti zinasema mazungumzo kati ya pande hizo mbili yanaingia katika hatua ngumu baada ya siku 4 za mashauriano yasiyokuwa ya moja kwa moja kuendelea. Kwa sasa serikali ya Kinshasa na waasi wa AFC na wale wa M23 wanaozungumza tu kupitia wasuluhishi wa mzozo huu. Swala ambalo linaonekana kuleta mvutano ni waasi kutokana na mvutano wao na serikali ya Kinshasa kujadiliwa tofauti na mzozo kati ya serikali ya DRC na Rwanda. Kwa upande mwingine, Kinshasa inataka masuala haya yajadiliwe pamoja, ikidai kuwa Kigali na watumia waasi hao kusababisha utovu wa usalama mashariki mwa nchi yake. Hata hivyo, ripoti za kidiplomasia zimeiambia RFI kuwa baada ya mivutano ya siku kadhaa, pande zote zimeonekana kukubaliana namna ya kusonga mbele, huku swali kubwa likisalia iwapo mkataba wa amani utapatikana. Huyo ni mwenzangu Paul Nzioki aliyekuandalia mengi zaidi. Na ni kwamba kwa upande mwingine, serikali ya DRC imeweza kukamata hatua dhidi ya chama cha PPRD, chama cha rais mstaafu wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambaye inasemekana hivi karibuni aliweza kuwasili kwenye jiji la Goma, hali ambayo imesababisha hadi serikali ya DRC iliweza kutamka neno kupitia msemaji wa serikali Patrick Muyaya huko jijini Kinshasa, huku ikimshutumu kuwa wenda ni moja kati ya wale wanaounga waasi wa M23 wanaotaka kupindua serikali ya Kinshasa, huku wakiwa tayari wameshateka miji mashariki mwa DRC. Mengi zaidi na Fredi Tendilonge kutoka huko Kinshasa. Kusitishwa kwa shughuli zote za chama cha PPRD, kufunguliwa mashtaka kwa rais mstaafu Kabila na kunyang'anywa kwa mali yake yote ni hatua zilizochukuliwa na serikali, licha kusema halijakuwa na udhibitisho wa kuwasili kwa Joseph Kabila Goma, lakini limesema ujio huu umechukuliwa kuwa nyeti. Patrick Muyaya ni msemaji wa serikali ya DRC. Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra. Bado sina uthibitisho, lakini tutaona kitakachotokea na atakachokisema. Lakini mkumbuke kuwa rais wa jamhuri alisema kuwa mtangulizi wake anahusishwa na AFC, na msisahau kama rais Kabila mwenyewe aliwahi kupambana na M23. A combattu les M23. Kurejea kwa rais wa zamani kupitia Goma, jimbo ambalo kwa sasa limedhibitiwa na waasi wa AFC M23, linaonekana na baadhi ya walio madarakani kama udhibitisho la ukaribu wa rais Kabila na uasi. Hata hivyo, watu wa chama chake waendelea kukanusha uungwaji mkono wake kwa waasi. Ferdinand Kambere ni naibu katibu wa chama cha rais Kabila PPRD. Wanaenda wakasimamisha kazi za chama. Sasa chama ilifanya nini kama chama? Na kama ni ile ambayo wanasema rais Joseph Kabila amejitokeza Goma, nani alionyesha hata picha yake hata mmoja pale Goma? Na yeye akafika Goma kama mwananchi. Ni zambi gani? Haya yanajiri wakati majadiliano kati ya Kinshasa na waasi wa AFC M23 yaendelea huko Doha nchini Qatar. Fredi Tendilonge, Kinshasa. Na msikilizaji, huyo ni mwenzangu Fredi Tendilonge aliyekuandalia ripoti kamili kutoka huko Kinshasa. Na ni kwamba hali hiyo imeweza kusababisha vyombo vya usalama vya nchi ya DRC kuweza kuvamia makazi ya rais mstaafu Joseph Kabila kwenye maeneo kadhaa nchini DRC, huku
tamko likitolewa na waziri mkuu wa sheria nchini DRC Costa Mutamba ya kuwa chama chake cha PPRD kimeweza kushimamishwa na hakitaendelea na makazi yake nchini DRC, huku swala likichunguzwa kulingana na namna rais huyo ameweza kuonekana kuwa huenda ni moja kati ya wale wanaounga mkono waasi wa M23 ili kusababisha mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC kuongezeka, huku baadhi ya maeneo mengi na baadhi ya vituo vingi vilivyokuwa vikisemeka kuwa ni vya rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila sasa vimekamatwa vikiwa mikononi mwa serikali ya Kinshasa. Ndugu msikilizaji, hali ambayo imeleta na imezua taharuki kubwa nchini DRC, huku baadhi ya viongozi wa chama cha PPRD wakihukumu serikali kwa hatua iliyoikamata kulingana na hali ambayo kiongozi mkuu wa chama hicho cha PPRD rais mstaafu Joseph Kabila anavyoendelea kwenye maeneo kadhaa ya mashariki mwa DR Congo. Na kufikia hapa ndio ninatamatisha yale niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Ndugu msikilizaji, mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal.